بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى، نكم صليا نكم سليم متنويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. tulishilia kwa mara mwisho katika masala ya 17 ويقول في جلوسه, na aseme katika kitako chake baina sajdataini, kilichopo baina ya sijida mbili, aseme rabbi ghfirli, ewe Mola nisamehe, warhamni, na unirehemu, wahdini, na uniongoze, warzuqni, na uniruzuku, wajburni, na uniunge, waafini, na uniafu, kwa maana nisalimishe, nipe salama kutokamana na maafa yote, fitna. Kadhalika unijalie mimi kuwa ni mwenye kufaulu na kunusurika minal balaya, kutokamana na balaa, wal mihan, na matatizo, fi dini wa dunia, katika dini na dunia. Hii ndiyo maana ya afini, ni afu. Haina maana peke yake uafiwe katika siha yako, lakini kadhalika akuafu katika moyo, akuafu katika moyo, akuafu katika dini Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo leo insha Allah taala tutasoma masala ya 18 na 19 pamoja na masala ya 21. Masala haya ya 19 au 18 anasema Sheikh rahimahullahu taala, thumma yasjudu khushu'an minhu, thumma yasjudu, kisha asujudu. Ameshaka ili kikao cha itidali akasema haya maneno, rabbi ighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni waafini. Tuliahidi haya tutasikilizana kwa hifdhi, lakini kwa kuwa leo tumechelewa, huenda tukasikilizana kesho haya na yale ambayo niliongeza. Thumma yasjudu, kisha asujudu, khushu'an minhu, hali ya kuwa ana unyenyekevu, minhu, unyenyekevu huo unaotoka kwake huyo mswaliji. Asujudu akiwa ana khushu'i na unyenyekevu unaotoka kwake huyo msujudiji, anisujudu. As-sajdatu athaniya, asujudu kwa unyenyekevu utokao kwake. As-sajdatu athaniya, sijida ya pili. Baada ya kuwa ameshasujudu sijida ya kwanza, akakaa kile kitako baina ya sijida mbili akiwa anasema rabbi ighfirli warhamni. Baada ya kumaliza maneno hayo yaliyopo baina ya kitako baina ya sijida mbili, asujudu kwa mara nyingine ya pili. Thumma yasjudu, kisha asujudu khushu'an minhu, kwa unyenyekevu utokao kwake. As-sajdatu athaniya, asujudu sijida ya pili. Kalula, na sijida ya pili kalula ni sawa sawa na ile sijida ya kwanza, ni sawa sawa na ile sijida ya kwanza. Katika nini? Fima yuqalu, katika yale yanayosemwa hapo, wa yufalu, na yanayofanywa. As-sajdatu athaniya, asujudu sijida ya pili. Kalula, sijida ya pili ni kama sijida ya kwanza. Fima yuqalu, katika yale yanayosemwa, wa yufalu, na yanayofanywa. Vipi utaweka viganja vyako kwenye sijida ya pili? Vipi utaweka nyayo zako kwenye sijida ya pili? Kama ulivyofanya kwenye sijida ya kwanza. Yapi utayasema kwenye sijida ya pili? Kama ulivyoyasema katika sijida ya kwanza. Kwa maneno ni yale yale. Wa yukabbiru, na apige takbira.
ويكبر na apige takbira inda sujudihi wakati wa kwenda kwake katika hiyo sijda. Yani anakwenda huku analeta takbira Allahu akbar. Hiyo imethibiti pia unapiga takbira kisha unaenda. Imethibiti unaenda kisha unaleta takbira. Tufahamiana vizuri na haya mitaja na ulama. hayo ni masala ya 18. Thumma yaqumu kisha asimame min as-sajdati ath-thaniya kutoka katika sijda ya pili qailan hali ya kuwa anasema asujudu min asimame min as-sajdati ath-thaniya kutoka katika sijda ya pili qailan hali ya kuwa anasema Allahu akbar. Na hizi takbira za kuhama kutoka kwenye nguzo kuelekea kwenye nguzo nyingine, kutoka katika nguzo kuelekea katika nguzo nyingine huitwa takbiratu al-intiqal. Zinaitwa takbiratu al-intiqal, takbira za kuhamahama, zinakuhamisha kutoka katika sijda zinakuleta katika itidali, zinakutoa katika itidali za kuhamisha za kupeleka katika sijda, za kutoa katika sijda za kupeleka kwenye kusimama, za kuhamisha takbiratu al-intiqal. Thumma yaqumu min as-sajdati ath-thaniya kisha asimame au ainuke kutoka katika sijda ya pili qailan hali ya kuwa ni mwenye kusema Allahu akbar. Anapokuwa ameshasimama sasa anasema Sheikh rahimahullah wa yusalli rak'ata ath-thaniya na aiswali rakaa ya pili kalula kama vile alivyoswali rakaa ya kwanza. Fima yuqalu katika yale yanayosemwa katika ile rakaa ni kama alivyosema kwenye rakaa iliyopita. Wa yufalu na katika yale yanayofanywa katika rakaa ya pili ni kama yale aliyofanya katika rakaa ya kwanza. Tunaelewana vizuri hapo? Illa annahu isipokuwa tu aelewe ya kwamba la yustaftahu fiha katika rakaa ya pili la yustaftahu fiha haisomi dua ya ufunguzi wa swala. Katika rakaa ya pili haisomi dua ya ufunguzi wa swala, yani hilo atanabahike nalo. Kwa hiyo alipoambiwa kwamba na rakaa ya pili ni kama vile rakaa ya kwanza katika yale yanayosemwa na yanayofanywa, mtu asijakaona kwamba kwa kuwa rakaa ya kwanza nilisema wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard, bas kadhalika rakaa ya pili ayarudie yale maneno. Sheikh akatoa uzindushi, akazindua na akatoa tanbihi kwamba illa annahu isipokuwa ni kwamba la yustaftahu fiha haisomi fiha ndani yake kwenye rakaa hiyo ya pili istiftah, haisomi dua ya ufunguzi wa swala ndani yake. Kadhalika haitosomwa a'udhu billahi minash shaitani rrajim kama wanavyoonelea baadhi ya wanawazuoni, kwa kuwa tayari ameshaisoma a'udhu kwenye rakaa ya kwanza, kwa hiyo imetosheleza. Na kama ataisoma tena a'udhu fahasan, basi ni jambo jema. Na hilo pia wamelitaja baadhi ya ahli ilmu. Hayo ni masala ya 19. Masala ya 20 anasema rahimahullah thumma yajlisu kisha akae baada intihai rak'ati thaniya baada ya kukamilika rakaa ya pili. Ameshatoka huko mpaka amemaliza sijida ya kwanza ya pili, pale sasa akae asisimame. Thumma yajlisu kisha akae baada intihai rak'ati thaniya baada ya kukamilika na kuisha rakaa ya pili qailan
akae hali ya kuwa anasema Allahu akbar. Tafahamiana vizuri hapo. Hasimami juu, atakiwa akae chini pale pale, na anakaa kitako kinachoitwa al-iftirash. Al-iftirash. Wayajlisu, na akae kama jalasa, kama alivyokaa baina sajadatayn, kile kitako anachokikaa baina ya sijida mbili, sawaun, sawa sawa. Kitako unachokaa baina ya sijida mbili tunasema unaukalia mguu wako wa kushoto na unausimamisha mguu wako wa kulia. Unakaa kitako kinachoitwa al-iftirash, jilsatul iftirash, kikao cha kuutandika mguu wa kushoto na kuukalia. Kwa hiyo akae hapo baada ya kukamilika kwa raka ya pili, akae hapo kitako kile kile alichokuwa amekaa baina ya sijida mbili. Tunafahamiana vizuri? Katika vikao vya baina ya sijida mbili tuliona juzi kwamba unakaa al-iftirash, kwa maana mguu wa kushoto unaukalia, alafu mguu wa kulia kwa vidole vyake vya miguu unavishikanisha katika ardhi, huku ukiwa umeelekeza wapi? Qibla. Hiki ni kitako katika jilsa baina ya sijida mbili. Lakini kadhalika tuliona kwamba kitako kinachokaliwa baina ya sijida mbili ni kile kitako kinachoitwa al-iqaa. Al-iqaa, iqaa kwa maana ya unazikutanisha nyayo zako mbili, mguu wa kulia na mguu wa kushoto, alafu unakalia juu ya visigino vyako. Kile ni kitako pia kinakaliwa baina ya sijida mbili, isipokuwa kile kitako cha al-iqaa cha kukalia visigino viwili, hicho ni kitako maalum peke yake baina ya sijida mbili tu. Huwezi ukakaa kwenye tashahudi kama hivi. Ama kwenye tashahud utakaa kitako cha al-iftirash, hutokaa kitako cha al-iqaa. Tumeelewana vizuri hapo? Kwa hiyo akisema Sheikh wayajlisu, na akae kama jalasa baina sajadatayn, kama vile alivyokaa kile kitako cha baina ya sijida mbili, ukitoa kitako cha al-iqaa cha kukalia visigino viwili, kile hapa hutokaa kikao hicho, haram, haifai, sababu soma hala pake. Ama kitako kile cha baina ya sijida mbili cha kukalia mguu wa kushoto na mguu wa kulia ukawa umeusimamisha sawa, ndicho alichokusudia Sheikh. Na kitako kile tumeona kwamba katika swala hukaliwa sehemu ngapi? Sehemu tatu. Sehemu ya kwanza baina ya sijida mbili, sehemu ya pili kwenye tashahudi ya kwanza katika swala yenye tashahudi mbili, ndo kama hii. Sehemu ya mwisho na ya tatu kwenye tashahudi ya mwisho kwenye swala ambayo kwamba ina tashahudi moja. Tufahamiana vizuri? Sehemu tatu hizo. ويقرأ التشهد في هذا الجلوس, na katika kitako hiki sasa ambacho kimekamilisha rakaa mbili, ويقرأ التشهد, na asome tashahudi. Tashahud sisi tunasema tahiyatu. ويقرأ التشهد, na asome tashahudi, kwa maana asome nini? At-tahiyat. Imeitwa at-tashahudi kwa kuwa ndani yake kuna shahada, kuna kushahadia, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kwa kitako hichi kimeitwa at-tashahud, au maneno yameitwa at-tashahud kwa kuwa ndani yake kuna kutamka shahada. Tumeelewana vizuri? Na imeitwa at-tahiyatu kwa kuwa ndani yake kuna kutamka at-tahiyat. ويقرأ التشهد في هذا الجلوس, na asome tashahudi katika kitako hiki. Fayaqul, aseme katika maneno yake ya tashahudi, at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هاي اليومين يتشهد تملوانا. طيب نيني معنى يا هاي منينو؟ التحيات لله maana yake wako wanaosema maamkizi mema ni ya Allah, wako wanaosema hayo, lakini ulama wanatafsiri haya maneno kwa maana ya at-tahiyatu ni wingi wa neno tahiyya. Tahiyatun ni moja, zikiwa nyingi at-tahiyatu. Kwa at-tahiyatu ni wingi wa neno at-tahiyya. Nini maana yake? Nini maana yake? Maana yake jami'u anwa'i at-ta'zim, aina zote za utukufu na kuadhimisha, aina zote za utukufu na kuadhimisha hiyo au hizo aina, utukufu huo unamstahiki Allah. Aina zote za utukufu na maadhimisho na utukuzo, hizo zinamstahiki Allah peke yake, atukuzwe peke yake, aadhimishwe. Tunaelewana vizuri hapa? Ndio maana at-tahiyatu lillah. Na aliposema lillahi, maana yake hapa kuna kuzindusha na kutoa tanbihi juu ya kitu kikubwa kinachoitwa ikhlas. Ikhlas, kwamba unamtakasia Allah na kumpwekesha yeye peke yake, kwa maana hayo hayatoelekezwa kwa asiyekuwa yeye. Lillah ni yake yeye peke yake tu, Allah tabaraka wa taala. Nini hayo maadhimisho na utukufu? Yeye ndiye mtukufu subhanahu wa taala, mwenye utukufu wa mwisho. Yeye ndiye anayeadhimishwa na kutukuzwa, Allah tabaraka wa taala. Kwa ukikaa kwenye tahiyatu ukisema maneno, fahamu unakusudia haya, na kama unampwekesha yeye subhanahu wa taala peke yake. Kisha wassalawatu, na swala zote ni zake yeye Allah peke yake. Wassalawat, na swala zote za faradhi, za sunna, zote za nani hizo? Za Allah. Kwa hiyo utukufu ni wake na maadhimisho adhimisho yeye, na swala zote ni zake yeye subhanahu wa ta'ala. Al-fara'id wan nawafil, ziwe swala za faradhi au ziwe swala za sunna. Hatutotoa moja katika hizo tukazielekeza kwa asiyekuwa yeye, tutakuwa tumefanya shirki. Na kwenye neno lillahi, kwenye neno lile lillahi, ndani yake tunatakikana tufanye ikhlas katika hizo ibada. Wat-tayyibatu, na wako waliosema wat-tayyibatu maana yake na maneno mazuri yote au na sifa nzuri zote ni za Allah. Sifa nzuri zote asifiwe nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuelekezwi kwake baya, hakuelekezwi kwake yeye Allah baya, ana ubaya subhanahu wa ta'ala. Ndio maana katika miongoni mwa dua, washarru laysa ilaika, na shari na mabaya hayaelekezwi kwako subhanahu wa ta'ala, kwake yeye huelekezwa yote yaliyokuwa mazuri. Ndio maana Kiislamu hata ukipatwa na shida na balaa, matatizo, mazonge ya kidunia na ya kilimwengu, isitokee hata mara moja umemdhania Mola wako dhana mbaya, Allah hanipendi mimi. Kuna baadhi ya watu husema neno ya kufu, nimekukosea nini mimi ya Rabbi? Kwa wewe ni malaika usokosea? Wewe ni malaika mpaka useme nimekukosea nini mimi ya Rabbi? Majanga yote, miaka yote basi waelekeza kwangu. Watu wanaishi kwa raha na starehe, ukoo wetu tu sisi
maafa na madhalili hayatuachi. Na nini mimi ya Rabb? Ana madha faalt? Nifanya nini mimi ya Rabb? Haya si maneno ya kumwambia Allah tabaraka wa taala, kana kwamba watoa malalamishi na kuonesha kwamba umeonewa wewe na Allah tabaraka wa taala. La, mazuri unayoyapata, mabaya unayoyapata ni kutokamana na mabaya yako wewe mwenyewe. Hayakupati mabaya isipokuwa kwa kasoro zilizotoka kwako, na kama huna kasoro yakakutokea mabaya, basi ujue Allah anakutakia mema, usubiri ili akuinue daraja. Haya ni sema na ulama. Tumeelewana vizuri? Tayeb. Kwa hiyo watayibatu, na maneno mazuri au na sifa zote njema nzuri pia anastahili Allah subhanahu wa ta'ala. Hana mabaya yeye subhanahu wa ta'ala, hana mabaya subhanahu wa ta'ala. Na wako waliosema atayibatu maana yake ni al-a'malu salihah, matendo yote mema afanywe Allah. Tufahamiana vizuri Na wako walisema watayibatu maana yake ni sadaqa, watayibatu kwa maana wa as-sadaqat. Watayibat badala ya kusema na sifa zote njema za stahiki kwake, wako walisema watayibatu na sadaka ni za Allah, yani watu watoe kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala. Yamezungumzwa mengi hapa na wanawazuoni, lakini tuchukulia haya tuliyosema. Assalamu alayka, amani ya Allah iwe juu yako. Assalamu alayka, amani ya Allah iwe juu yako. Ayuhan nabiyyu, ewe nabii. Wa rahmatullahi, na rehema za Allah. Wa barakatuhu, na baraka zake. Baraka ni khairi nyingi zikupate huko uliko. Assalamu alayka, amani ya Allah iwe juu yako. Ayuhan nabiyyu, ewe nabii. Wa rahmatullah, na rehema za Allah. Wa barakatuhu, na baraka zake. Nabii gani anakusudiwa hapa? Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsante. Hapa wanasema ulama inajuzu kusema salamun alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna, badala kusema assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna. Inafaa kusema salamun alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Amesema al-Imam an-Nawawi rahimahullah, yajuzu fihi wa fima ba'dahu ay as-salamu حذف اللام وإثباتها، والإثبات أفضل وهو الموجود في رواية الصحيحين. أنا سمع النووي الشافعي رحمه الله يجوز فيه وفيما بعده. hapa inajuzu kwa maana inafaa hapa na mahala panapofuata baada ya hapa kwenye assalamu kuiondosha alif na lam. Inafaa kuiondosha alif na lam ukasema as. Kadhalika inafaa kuithibitisha ukasema assalamu, na kuiondosha ukasema salamun. Lakini kuithibitisha ndiyo bora zaidi, ukasema assalamu alayka. Kwa tunazungumzia masala ya al-afdaliyya, ule ubora. Lakini hakuna ubaya mtu akasema salamun alayka ayuhan nabii, au akawasalimia watu salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaykum wa rahmatullah, hakuna ubaya. Tufahamiana vizuri. Lakini al-Imam an-Nawawi ash-Shafi'i rahimahullah anasema wal ithbatu afdal, kuithibitisha alif na lam ni bora zaidi, na ndiyo riwaya iliyokuja kwenye Bukhari na Muslim. Ilipokuwa ikitaja hii at-tahiyat kwenye riwaya za Bukhari na Muslim zimetaja assalamu. Tumeelewana vizuri? Tayeb.
anasema al-Imam at-Turishti, al-Imam at-Turishti anaitwa nani? at-Turibishti, sio Turishti. قال at-Turibishti أبين لك عبد الله أبو عبد الله فضل الله بن حسن. فإن قيل كما يتسمى كيف شرع هذا اللفظ، imekuwaje likawekwa neno hili وهي خطاب بشر مع كونه منهيا عنه في الصلاة، khitabu ya kumzungumzisha na kumwelekezea maneno mwanadamu, jambo ambalo kwamba kwenye swala limekatazwa hilo. Amani iwe juu yako, kana kwamba anamhutubia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kana kwamba anamhutubia ambaye yuko mbele yake. Khitab bashar, kumhutubia mtu, na hapa anamhutubia mtume. Amani ya Allah iwe juu yako. Pamoja ya kuwa mambo kama haya kuongeleshana katika sala yamekatazwa, vipi hapa huenda mtu akauliza? Faljawabu, basi jawabu lake anna dhalika min khasaisihi, kwamba ni kweli imekatazwa mtu kumuongelesha mtu, lakini hili ni katika mambo yake mtume maalum yanamhusu yeye peke yake. Huwezi kumwambia mtu mwingine na maneno, ni peke yake. Amani ya Allah iwe juu yako, kana kwamba unamhutubia yuko mbele yako alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo hili halifai kumhutubia mtu katika mambo ya sala kana kwamba unaongea naye, na ukiliona katika sala mahala hapa fahamu kwamba hilo linamhusu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na wakasema fa in qila, kama itasemwa ما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله عليك أيها النبي، كنا حكمة gani في العدول عن الغيبة، kuacha kutamka dhamiri ya ambaye hayupo. Salamu alayka, kana kwamba anamwambia ambaye yuko mbele yako. Sasa kwa nini tusiweke dhamiri kana kwamba tunaongea na asiyekuwepo, tukasema salamu ala nabii, amani imshukie mtume? Kuna hekima gani tukaacha kusema hivi tukataja alaika kana kwamba tunamhutubia aliye mbele yetu? Kuna hekima gani hapo? Wanasema ulama tumefanya hivyo kwa kuwa sisi tumefuata lafdhi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye alikuwa akiwafunza kwa lafdhi hiyo masahaba wake. Kwa hiyo tumeibakisha lafdhi ya assalamu alayka vile vile kwa kuendana na alivyofunza mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hatutaki sisi tumfanyie istidrak bwana mtume alayhi salatu wasallam, kwa sisi tunajua sana, ndio maana tumeiacha kama vile ilivyo. Na anaweza akauliza mtu, sisi tunafahamu katika wasifu wa ar-risala na wasifu wa an-nubuwa, bila ya shaka utume na unabii, utume uko juu ya unabii na unabii uko chini ya utume. Kwa nini hapa haikutajwa assalamu alayka ayyuha ar-rasul, ikabaki assalamu alayka ayyuha an-nabiy? Kwa nini? Wanasema ulama limeachwa neno risala hapa, haikusemwa assalamu alayka ayyuha ar-rasul, badala yake ikawekwa sifa ya an-nubuwa, ikawa inasemwa assalamu alayka ayyuha an-nabiy, pamoja kwamba wasifu wa ar-risala ndio ulioenea mkubwa zaidi kuliko wasifu wa an-nubuwa. Hekima yake hapo ni ili avikusanye hivi viwili katika kumsifia mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu wasifu wa ar-rasul
alishautaja ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kwa hiyo wa rasuluhu ipo. Kwa hiyo an-nabii tumeweka hapa ili tumjumuishie vyeo vyake viwili vyote. Hii ndio hekima ya kutotaja assalamu alayka ayyuha ar-rasul wa rahmatullahi wa barakatuhu, kwa sababu mwishoni mwa hii tashahud ametajwa kwa sifa yake ya ar-risala, abduhu wa rasuluhu. Pamoja na kwamba katika haya maneno assalamu alayka ayyuha an-nabiy, alayka ayyuha an-nabiy, imekuja riwaya katika sahih al-Bukhari kutoka katika njia ya Abu Ma'mar kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Anasemaje ibn Mas'ud kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa akitufunza sisi at-tashahudi. Allamani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam at-tashahuda. Mtume sallallahu alayhi wasallam alinifunza tashahudi. Maneno haya atahiyatu alinifunza. Kafi baina kaffaihi, kiganja changu kilikuwa baina ya viganja viwili vya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani Mtume ameniweka katika mazingira ya utulivu, mazingira ya kunionea huruma, mazingira ya kutaka kunipa ilmu. Kiganja changu kikawa kiko katikati ya viganja vya Mtume, kana kwamba Mtume kakishika kiganja cha Ibn Mas'ud kwa viganja vyake viwili huku akimfunza. Kama yuallimuni surata min alquran, kama anavyonifunza sura katika Qur'ani. Nisikosee. Mtu ukifunza sura kwenye Qur'an, sehemu ukaiangusha wao, mwalimu wako atakwambia irudishe wao. Sehemu ukaiacha nini herufi fulani, anakwambia sema hivi, usikosee hapa. Vivyo hivyo tashahudi, kama anavyonifunza sura katika Qur'an, akamfunza haya maneno tahiyatu lillahi mpaka mwisho wake. Sasa Ibn Mas'ud anasema wa huwa baina dhahranina, na haya tulikuwa tukiyasema assalamu alayka ayyuha an-nabiy, assalamu alayka ayyuha an-nabiy, kana kwamba tuko mbele yetu Mtume. Kipindi Mtume yuko na sisi tulikuwa tukisema hivyo assalamu alayka. Falamma qubida, alipochukuliwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, kwa maana kafariki, kulna, sisi tukabadilisha tukawa tunasema assalamu ala an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukaacha kusema assalamu alayka ayyuha an-nabiy, tukasema assalamu ala an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumefahamiana vizuri? Kwa hiyo hili pia lafaa kwa kuwa masahaba wamelifanya. Kwa hiyo mtasema assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, au tasema assalamu ala an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumefahamiana vizuri? Tayeb. Na hadithi hii pia ametaja al-Imam Abu Awana katika sahihi yake, na al-Imam al-Baihaqi na wengineo. Amesema al-Imam as-Subuki الشافعي قال السبكي، amesema al-Imam as-Subuki ni تاج الدين عبد الوهاب ابن عبد الكافي، عبد الوهاب ابن علي ابن عبد الكافي السبكي، كما شيخ وشافعية، كما شيخ ومذهب الإمام الشافعي تاج الدين السبكي. amesema haya maneno katika sharh al-minhaj baada ya kuitaja riwaya ya Abu Awana. Akasema juu ya maneno haya Abdullah bin Mas'ud, kama tulikuwa tukisema Mtume alipokuwa hai assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, baada Mtume kufa tulikuwa tukisema assalamu ala an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Tajuddin as-Subki ash-Shafi'i anasema in sahha hadha 'an as-sahaba, kama hili litakuwa limeswihi kutoka kwa masahaba, kama ndivyo walivyokuwa wakisema Mtume alipokuwa hai na ndivyo walivyokuwa wakisema baada ya haya Mtume alipokuwa amefariki, dalla ala anna al-khitaba fi as-salam ba'da an-nabi sallallahu alayhi wasallam ghayr wajib. Litajulisha hili
kwamba al-khitab fi salam kwamba kumhutubia mtume wakati wa kumtakia salamu, kumhutubia mtume salamu alayka, unamhutubia kana kwamba yuko mbele yako. Jambo hili litakuwa sio wajibu tena baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani anasema qad sahha bila raib, na hilo limesihi, kana kwamba anamwambia al-Imam Subki ondoa ishkali, kusihi au kutosihi, hilo jambo limesihi, kwamba masahaba baada ya mtume walikuwa wakisema assalamu ala an-nabii wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya anasema katika Fathul Bari, tumeelewana vizuri. Kwa hiyo waweza ukasema assalamu alayka ayuha an-nabii, au ukasema assalamu ala an-nabii wa rahmatullahi wa barakatuh. Na tashahudi zimekuja katika sigha nyingi, yani aina. Hii ni aina katika aina za maneno ya tashahudi, yani sio hii peke yake, zimekuja nyingine ambazo zinakwenda kinyume na hii, zimethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ile ambayo nambari 1, ile ambayo ni nambari 1 ni hii hapa ambayo Sheikh ameiandika kwenye kitabu Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen, na hii ni sigha ya Abdullah ibn Mas'ud. Yani hadithi hii ni ya Abdullah ibn Mas'ud aliyefunzwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kiganja chake Ibn Mas'ud kiko baina ya viganja viwili vya mtume sallallahu alaihi wasallam, kama anavyofunza sura katika Qur'an. Amesema al-Imam at-Tirmidhi hadith ibn Mas'ud ruwiya anhu min ghairi wajhin, hadithi ibn Mas'ud imepokelewa kwa mitazamo tofauti, wa huwa asahhu hadith, na ndio hadithi sahihi zaidi ruwiya fi tashahudi, iliyopokelewa katika zile alfadhi na maneno ya kutamka tashahudi, yani sahihi zaidi ni hii ya Abdullah ibn Mas'ud. Wala amalu alayhi inda akthar ahli alilm min as-sahabati wa man ba'dahum, na ndio swigha ambayo walikuwa wakifanyia kazi wengi katika wanawazuoni tangu zama za maswahaba na waliokuja baada yao. Akasema al-Imam Tirmidhi wa dhahaba ash-Shafi'i, na akaenda kimadhehebu al-Imam ash-Shafi'i ila hadith ibn Abbas fi at-tashahudi, yeye akainua hadithi ya Abdullah ibn Abbas katika masala ya tashahudi, sio hii ibn Mas'ud. Al-Shafi'i yeye akaenda kupitia ile swigha ambayo imekuja kutoka kwa Abdullah ibn Abbas inayosema at-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillahi. Lillahi ni kwa mwisho huko, kule imekuja at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu. Hii hapa ibn Abbas at-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillahi assalamu alayka ayuha an-nabiy, mpaka mwisho wake. Tumeona vizuri. Huyo al-Imam Shafi'i akaenda kihivyo. Na al-Imam al-Bazzar alipoulizwa ni ipi hadithi sahihi zaidi katika zile sigha za tashahudi, al-Imam al-Bazzar akasema huwa indi hadith ibn Mas'ud, kwangu mimi Bazzar ni hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud, waruwiya min nayf wa 20 tariqa, imepokelewa ibn Mas'ud kwenye njia za kimapokezi 20 na ziada, sio moja, 20 na ziada. Na akasema la a'lamu fi at-tashahhud athbata minhu wala asahha asani wala ashhara rijala, na wala mimi sijui kwamba kuna hadithi ambayo imethibiti zaidi kuliko hiyo ya Ibn Mas'ud, wala ambayo isnadi yake ni sahihi zaidi kuliko hiyo, wala ambayo wapokezi wake ni mashuhuri zaidi kuliko hiyo. Haya pia ameyataja al-Hafidh Ibn Hajar. Kwa hiyo hapa juu ya haya maneno yote tuliyosema tunapata dalili kwamba swigha hii ya Abdullah ibn Mas'ud jinsi alivyofunzwa at-tashahudi na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni swigha ambayo ina ziada ya fadhila, imewapiku wenzake
na ndio maana wanasema ulama pamoja ya kwamba ina ziada hii ya ubora, hii sigha ambayo Sheikh pia ameandika kwenye kitabu Sheikh Uthaymeen rahimahullah, lakini zile nyingine pia zafaa kuzisoma. Na ndio maana wakanukuu jamaatun min alulama, kundi la wanawazuoni wakanukuu makubaliano ala jawazi tashahudi bikulli ma thabata, kwamba inajuzu pia kusema katika tashahudi zile nyingine ambazo zimethibiti mbali na hii ya Abdullah bin Mas'ud. Lakini hii ya Mas'ud ina ziada ya fadhila, ina ziada ya hadhi, daraja lake ni kubwa. Tumeelewana vizuri, na zote zafaa kuzisoma katika at-tashahudi. Wakati umekwenda, inshallah taala darasa lijalo tutakuja kuzitaja zile nyingine kama tulivyotaja hapa ya Abdullah ibn Abbas, at-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. Na darasa lijalo inshallah taala tutakuja kusaja nyingine, na ikiwezekana tutaziandika katika ubao, msiandike na mzihifadhi. Mtu atakiwa awe nazo angalau 2 3, asibaki na moja tu akawa iko nayo dauma dawamu. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.